Haya ni machache jamani, kati ya mengi ambayo unaweza kumfanyia mpenzi wako, na hivi vitu bwana vinaweza kufanywa na yeyote, iwe ni mwanamke au ni mwanaume. Tunaamini kwamba mapenzi sio pesa. Sawa, unaweza kumpa pesa na bado akakuacha kaenda kwa mtu ambaye hata wewe humfiki, yani hakufikii kwa chochote. Kuna muda sawa, kuna pesa sawa, sikatai, kwa sababu mapenzi bila hela kidogo unakuwa na, lakini kwa upande mwingine kuna ile treatment, vitu vidogo ambavyo unaweza kumuonyeshia mpenzi wako, pengine asivipate popote. Usipomfanyia wewe, ataenda kufanyiwa na watu wengine. Sawa, na ni hivi tu, hivi vidogo ambavyo vinakufanya yani yeye asikusahau, au unapokuwa mbali naye ajihisi kwamba kuna kitu kwenye maisha yake kimepungua. Yani kwa kufanya vitu hivi bwana, mtaweza kudumu. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa utumie maneno matamu unapowasiliana na mpenzi wako au mwenza wako. Mshukuru kwa vile vitu vidogo anavyokufanyia, unaelewa? Yani jifunze kumshukuru. Umenifulia nguo zangu, asante sana. Yani unamshukuru tu, kwamba yani kuonyesha kwamba una appreciate kile kidogo alichokufanyia. Sawa, umekuta amekubrashia viatu, unasema babe, asante kwa kunibrashia viatu vyako. Yani unashukuru tu, yani kwa vitu vidogo. Licha baada ya kushukuru, unatakiwa mwambie neno nakupenda ile mara kwa mara. Ukishaongea kwenye simu kwa mfano, unahitimisha maongezi, sawa babe, nakupenda, hivyo. Yani mnapoongea, yani mzoeshe ile neno nakupenda kutoka kwako, ili siku akilikosa kulisikia moyo wake ubaki hauna amani. Pia jifunze kumsifia mwenza wako kwa vitu vidogo. Amenyoa vizuri, amependeza, msifie, baby umependeza. Mke wako amesuka nywele nzuri, kapendeza, msifie. Mfano sisi wanawake tunapenda sana kusifiwa na wapenzi wetu. Yani kivaa nguo na kuuliza, babe nimependeza, kwa najigeuza uniangalie, nimependeza. Hivi ndivyo ambavyo sisi wanawake tulivyoumbwa. Yani tunapenda kwanza ile sifa ianze kutoka kwa mtu wetu tunayekaa naye ndani, au mpenzi wetu. Kwa hiyo jifunze kumwambia mpenzi wako mara kwa mara kwamba amependeza, iwe amenyoa vizuri, amesuka vizuri, amenunua kiatu kipya, amenunua nguo mpya, ameivaa kapendeza, mnatoka out pamoja, amevaa kapendeza, mnaenda kazini, amevaa kapendeza, unamsifia tu. Yani hivi ni vitu vidogo ambavyo vinaleta maana kubwa sana kwenye mahusiano. Pia mnatakiwa mjifunze kuwasiliana mara kwa mara, kupigiana simu mara kwa mara, kutumiana ujumbe mfupi. Sawa uko busy, lakini yule ni mwenza wako, kwa lazima utenge muda, na hakuna ubize kwa mtu unayempenda. Kwa hiyo jizoeshe kumtafuta, yani tunawasiliana mara kwa mara. Usisubiri kuwa na shida ndio umpigie simu, hapana. Yani yule na kunaonyesha kwamba yule akishakuwa na shida na mimi ndo ananitafuta, asipokuwa na shida na mimi hanitafuti. Kwa hiyo jizoeshe sana kumpigia simu mara kwa mara bila kuwa na tatizo lolote. Kushirikiana kwenye kazi ndogo, hasa hizi kazi za nyumbani. Mke wako au mume wako au mpenzi wako akifua nguo, basi wewe jitahidi labda uende labda nje ukafagie uwanja, au katikati majani. Unajue wazee wetu wa zamani, au mimi binafsi nimekulia kwenye familia ambayo kila Jumapili babu akipoga nyumbani, babu au baba, au kila siku ambayo hawaendi kazini, sawa, lazima utamkuta baba au babu ameshika kama ni jembe, kama ni panga au nini, anaenda nje kutengeneza garden. Wakati huu mama anakuwa ndani wanafanya usafi wa nyumba na watu wengine, baba anakuwa nje anashika fagio, anafagia uwanja, anachukua mashini zile vijembe, analima magugu kuzunguka nyumba, anachukua labda panga, anapunguza matawi ya miti. Yani natakiwa mfanye vitu kwa kusaidiana. Akifanya hiki wewe unafanya hiki. Ameingia jikoni kupika, basi inawezekana pengine usijue kupika, sawa, lakini ukaingia walau ukampigisha tu story. Kama wewe ni mwanaume, mkeo anapika, ingia pale jikoni mpigishe story, baba utakunywa supu na nyama ile kabla ya kwenda kutengewa mezani. Una ile supu inakuwa inapikwa. Kwa hiyo ukishaenda pale unashika hiki unaacha, unashika kile unaacha, baba utawekewa supu unywe. Kwa hiyo mtakuwa mjifunze pia kwenda sokoni kwa pamoja au shopping pamoja, au kuna issue ambayo sio ya kikazi wanataka uende, nakwambia
mke wangu au mume wangu au naomba nisindikize. Kwa yani mzoeshe kwenda sehemu hizi ndogo ndogo pamoja, sokoni, mnaenda shopping pamoja, mnafanya manunuzi ya kitu fulani pamoja. Yani kwa sisi wanawake hiyo inatupa confidence kubwa sana. Hakuna raha kama ile upo na mpenzi wako au mume wako, mnatoka mnaenda kununua vitu fulani kwa pamoja, mnashauriana pale bwana tuchukue hiki, sawa tuchukue hiki. Yani hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ni vidogo tu, lakini kwenye mahusiano vina maana kubwa sana. Kumjali na kumtia moyo. Unatakiwa yani uwe mtu wa kwanza kwenye kumtia moyo pale ambapo unahisi kwamba labda anataka kufanya jambo lakini bado anahitaji ushauri. Wewe kama mwenza wake, wewe kama mpenzi wako, unatakiwa uwe mtu wa kwanza. Yani katika watu wote unatakiwa uwe mtu wa kwanza kabisa kumtia moyo. Yani katika watu wote duniani wewe ndio wa kwanza kumtia moyo. Unatakiwa pia ujue mambo anayopenda na asiyopenda. Yani ukishajua kwamba mtu fulani mpenzi wangu anapenda hiki, mpenzi wangu hapendi hiki, hii inakupa wewe urahisi wa kujua namna ya kuishi naye. Yani vipi na mpenzi wako utaenda kujua hapo. Jifunze kumsikiliza mwenza wako akiwa anaongea. Yani anapokuwa anaongea, hasa wewe mwanamke unatakiwa ujifunze ile kujishusha na kumsikiliza akiwa anaongea. Mpe nafasi ya kuongea, kisha ukipata na wewe nafasi unajibu. Lakini yani jifunze kuwa msikilizaji na msikivu kwa mwenza wako. Muonyeshe upendo kwa vitendo. Ile unambusu, labda hivi mmetembea unamshika mkono, yani mnatembea mmeshikana mikono, au akiwa amekasirika jifunze kumbembeleza, kumtuliza jamani. Pia mtakiwa muwe na muda pamoja, yani mna muda wa kufanya vitu vingi kwa pamoja. Kwa mfano labda mna muda wa kukaa naye nyumbani mkaangalia TV unayotamthilia kwenye TV au movie unayoipenda. Yani kuwa na huo muda sawa kwa mpenzi wako au mwenza wako. Panga outings ndogo ndogo, kwa mfano labda dinner. Sio lazima muende labda Serena, sio Hyatt Regency, sio KFC, sio wapi, hapana. Unaweza hata mkatoka ukampeleka bar. Mkala ndizi choma, nyama choma za kutosha kabisa. Yani mkahakikisha kwamba mmeenjoy, au mgahawa wa karibu, au mnatoka bwana mnaenda na mahali mnakaa mnatulia, unamlisha chips, mayai, kuku, soda, anakula anaenjoy. Pia mnatakiwa mcheze michezo pamoja. Inaweza labda PlayStation. Mwanaume sio mchezo tu unacheza labda na marafiki zako, hapana. Kama ni PlayStation, mfundishe na girlfriend wako au mke wako au mpenzi wako kucheza hiyo michezo. Kama hamna PlayStation, sio lazima mcheze PlayStation. Michezo iko mingi sana. Unaweza kucheza mdako. Unaweza kucheza, unaweza pia mkacheza karata. Yani just a way of yani ile kufanya connection, yani muweze kuconnect kati ya nyie watu wawili. Jambo kubwa na la muhimu ambalo lilipaswa kuwa namba moja katika mahusiano ni kujifunza kusamehe pamoja na kusahau. Nadhani umenisikia. Epuka kushikilia makosa ya zamani. Yani epuka nile umeweka kitu moyoni, yani wewe iko kitu yani kukiachilia, wewe yani ukigombana hapa sasa hivi iko kitu unakirudisha. Yani hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vitafanya msiweze kukaa kwenye mahusiano. Yani hamtoweza kudumu kama hamtokuwa watu wa kusamehe na kusahau. Pia jifunze kuomba msamaha kabla mwenza wako hajaanza. Kwa mfano kwa sisi wanawake, sawa, hata kama wewe umekosea, hatukatai kwamba kila mtu anakosea na hakuna mkamilifu. Na pindi utakapojua ya kwamba hapa duniani hakuna mkamilifu, hiyo itakuwezesha wewe kuweza kukaa na kuongea na kuishi na mwenza wako au mpenzi wako kwa uhuru zaidi. Chukua ujifunze kuomba msamaha kabla yeye mwenza wako hajakuanza. Kwa sababu yani msamaha unaepusha mambo mengi sana. Kwa ujifunze yani kuwa mtu wa kuomba msamaha mara kwa mara. Na moja kati ya vitu ambavyo napendaga kuwashauri watu wengi sana, japo mimi sio mshauri wa masuala ya mahusiano, hapana, ni kwamba uwe mtu wa kwanza kutoa support kwenye ndoto za mpenzi wako. Haijalishi ni ndoto kubwa kiasi gani. Pia unatakiwa ni kwenye kila kitu ambacho mpenzi wako anataka kufanya, hakikisha unakuwa support yake namba moja. Yani hakikisha kila anachoenda kukifanya yani wewe una support. Haijalishi ni support ya kipesa, haijalishi ni support ya kimawazo, haijalishi ni support ya nguvu, weka
pale mchango wako, support ndoto zake. Unajua hakuna mtu ambaye anafika mbali akiwa peke yake. Lazima muwe wawili na zaidi ndio muweze kufika mbali. Kwa hakikisha una support ndoto za mpenzi wako. Kwa majina naitwa Joyce, sio mshauri wa mapenzi wala sio nini. Kama bado hujasubscribe na kuomba sana uweze kusubscribe, ni bure. Na kama umefikia mpaka wakati hapa, hii kipande cha mwisho tunaangalia pamoja, karibuni sana jamani. Uweza kushare hii video na umpendaye naye pia akapata kujifunza, na tukutane tena onto our next video.